Mwenyezi Mungu asifiwe. Amen. Ninafurahi sana kukua hapa leo. Nashukuru Mungu sana. Mungu asifiwe. Amen. Ndugu zangu, Kongo ni kwetu. Hapa ndio kwetu. Ninaweza kupenda Mungu anibebe mbinguni nikitoka Kongo. Sitaki kwenda mbinguni nikiwa l'étranger, napenda hapa. Kwetu hapa. Jina lake libarikiwe. Unajua chenye mtu anaamini Mungu anamtendea sana. Lakini Mungu asifiwe, mwenye anatuchungaga naye. Ninashangaa Mungu anachunga wenye kuwa na nguvu, anachunga na wanyonge, anachunga wanao na uwezo na wasio na uwezo. Mungu ni mwema tu. Mungu ni mwema kabisa. Mungu anakuwaga mwema. Ningewaomba kuamini tu Mungu. Ninawaomba kutegemea Mungu. Ninawaomba kutembea pamoja na Mungu. Maneno ilishanifunga masikio. Kama unasikia vile maneno inafungaga masikio, wewe kwambii. Ya kwanza ni liste yenyewe niliona wananitumia kwa telefoni. Numero 14 ya wenye kutafutiwa ni Bujiriri, Pasteur Bujiriri Eugene. Ewe Mungu wangu, na mie ninajulikana. Lakini nikafurahi, wewe kwambie tu. Liste ingine mrefu sasa ya 63. Nikasema nadhani bali nisahau. Nafika 54 Pasteur Bujiriri Eugene. Mungu wewe. Na umbwa mifu zinajulikanaka. Mani yake sisi ndio tutachinjwa. Unajua kufia hapa marehemu Lwazo siku ya 5 kuanguka hapa afu. Ile ni neema ya Mungu. Kama mtu ni soda anakufaka na bunduki kwa mkono, kama unakufa kwa champ de bataille, ni neema ya ajabu. Hatuwezi kuwa maskari wa kukimbia. Tuko maskari wa kuingia kwa front. Kwenye Mungu alituandikia na ndio kwenye tutaendaka. Hakuna mtu mwenye atakufa siku isiyokuwa yake. Mniache yangu. Mniache yangu, muwe mnaniombea tu Mungu anisaidie nisimame katika imani. Mazambi nitubu na niendelee. Na wewe ninakuombea ile. Uwe na amani. Lakini ningeliwaomba muwe wana wa simba. Mtoto wa simba haogopaki. So nyama ingine ikimkamata simba inanguruma. Na ikinguruma nyama zinakimbia. Tuna simba wa kabila la Yuda. Yule ndiye Mungu wetu. Mungu wa kanisa la Philadelphia ni Yesu Kristo Mwokozi wetu. Baba wake alishamweka awe mtawala wetu. Na ni yeye anasema nitalijenga kanisa langu. Na wewe uko kanisa lake. Na mimi niko hekalu lake. Tutaogopa nini? Mwanadamu atatufanya nini? Unajua kuna mwingine unaweza kumuua ni bahati. Sababu anatoka katika shida ya dunia anaenda. Mungu awajalie neema, mjue kama tumemwamini Yesu, si kwa kubakia duniani maisha yetu yote. Na wewe una yako siku, na mimi nina yangu siku. Na hakuna mwenye siku yake itapita. Itakapofika tutaenda tu. Mlozi akuloge. Mwacha akuloge. Kama haiko siku yako utatapika. Na kama hautapiki ile mlozi itaingia ndani ya mwili yako, mwisho mwili inaisaga inageuka kuwa product ya vitamini ambayo itakusaidia maishani. Mwache woga. Wapagani muache waogope, lakini ninyi ambao mmeokoka mnaogopa nini? Mnakumbuka Warumi sura 8 mstari wake wa 13 mpaka chini. Paulo anasema ni nini, kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Na anataja. Hakuna. Sababu gani? Sababu Yesu yuko pamoja na sisi. Roho yangu haikupenda ili nyamaza. Kwa kifupi Mungu alitujalia neema
Sifiki safari yote vile tulipata magumu. Tunaingia kwa immigration 8h, tunatoka kwa immigration 14h. Tunafika Uvira, tunafanya tutengeneze gari, tunatoka saa 8 na dakika 20. Mjia tunakuta magari, tunakuta majeshi, tunaenda tu. Wazo tutalala Kamanyola. Tunafika Kamanyola, tunasema tupite ya Ngomo. Tunapita ya Ngomo, migongo ilishonoka. Weba kwambie tu, hii Kongo muiombee Mungu. Kongo imefariki, hapana imekufa. Iko. Lakini viongozi wa Kongo wamekufa. Wamekufa kabisa, akili zinapotea. Basi maisha ni cheo tu. Tukule, tukunywe na baadaye tukufu. Alo. Muniitie watawala leo. Mwaulize wewe baba ya mataifa, mko wapi? Bali tutupa tukabakia peke yetu. Si ni kweli ile? Mtu anakufiaga pamoja na watu yake. Wakuniuia hapa na mimi niko hapa katikati yenu. Anafanya nini? Mutalia, lakini itakuwa raha yangu kufia katikati ya watoto. Sababu sikufia juu ya milima. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atusaidie tupate mtawala. Ndio na mtasema hatunaye, ndio tuko naye. Nani? Tshisekedi. Ndio president wetu. Si ni kweli? Na wao unasema mbona bametukamata? Banatukamatia wapi? Si ni Mkongo tu. Na shefu wa Kongo ni nani? Si ni Tshisekedi? Bali niandika kwa ile lista aseme mimi niko Tshisekediste. Wao shangai. Wao utaenda kunifanya niingie chama cha wakorofi, cha wapagano, cha waframason. Mimi niko Mkristo, nimeokoka, siko Tshisekediste. Hata kidogo. Lakini njoo rais wetu. Tufanye nini? Ukizaliwa na mlevi ni baba yako. Kama mama yako ni mwenda bazimu ni mama yako. Kama ni mwizi ni baba yako. Tufanya nini? Barabara ya Nkomo ili ni révolté, je vous assure. Ijapokuwa bashinwa biko mule. Banafunika mashimu, lakini ukipita Nkomo wewe mtu mwenye uliishi wakati wa Wabelge, utasikia uchungu ya mwisho. Unajua vewe ilikuwa inatoka Kinshasa, inafika hapa Bukavu, inatoka Ulaya, inaingia Matadi, inatoka Matadi, inafika hapa. Yote haikukuwa goudron. Kwa mwisho ilikuwa tu ni kilometri karibu 1300 ndizo zilikuwa goudron. Lakini nafasi nyingine ni terre battue. Lakini vewe inatoka Kinshasa, inafika hapa. Bandugu, Mungu atutawale tu. Lakini kutawaliwa na aba bakongomani baba ya mataifa, Mungu abahurumie. Mnayua tungali tutafanya maombi. Hii juma ni juma ya maombi, tutaendelea itaisha le vendredi ile ingine. Lakini niko nasikia rohoni kutengeneza maombi. Na tutaiomba hapa. Hii kanisa iko kwa uamsho wa ajabu. Hata wewe kukiangalia utaona kama uamsho uko hapa. Pengine uko mvita na unaona nyumba inayala hivi na wengine wanasimama kule nje hakuna nafasi. Maana yake ni kuna uamsho Mungu yuko anaita watu. Msio mnakuwa na dhambi na mnarudia nazo, mzitubu leo, mrudie mko wa Kristo. Na wenyewe wanatubu leo kama mko wapagani amuya batizwaka. Munione nyuma ya ibada nitaingia kwa biro na wazee. Sasa ninamaliza na wazee mnaniona. Tuwafundishe hii posho, nimwambie huyu kiana ababatizi.
Si tunapaswa kuokoa watu mbio mbio? Nani anajua? Nani anajua? Benye batakufa baende mbinguni. Msikufe na mko bapagani. Unajua, Mungu awasaidie pepo ya woga ninaikemea ndani ya hii kanisa kwa jina la Yesu, itoke. Itoke. Msiogope kitu. Hawa benye banatukamata, batukamate tu. Lakini rohoni tunataka kukamatwa na Yesu peke yake. Bale bengine siku zenye bako hapa, bakiwalomba kodi mnabapatia kodi. Hapana kumudharau, hapana kufanya fitina na yeye, hakuna chuki yoyote. Museme tuko wa Kristo, museme vile nisikie. Wewe mwenyewe usema mpagani, uende utukane bale uone, batakushauri. Tuko wa Kristo. Tuko wa Kristo. Musite mtu adui. Kule wa kumuita adui umuombee. Na kama wanatulomba kodi, tuwapatie kodi. Kongo inabadilikaka, mwenye kwa mfalme leo hata kwa mfalme kesho. Sababu haiko royaume na haiko mtoto wake ndio atakuwa mfalme. Tusimame kama wa Kristo, kila mtu kwa miguu yake. Na imani ya nguvu na maombi ya nguvu. Tunaangalia Baba mbinguni, tunamwambia Mungu uko Mungu wetu, na wewe ndio mfalme wa nyakati na majira. Mungu atujalie neema, siku moja tutawaliwe na mtu mwenye anaweza kutengeneza hii barabara ya Ngombo ifike Uvira. Mungu Baba usikie. Usikie, ninakuomba kwa jina la Yesu, tupatie mtu mwenye anaweza kufikisha barabara yetu Uvira. Lakini aba bengine nabo Mungu abakamate tu vile anataka, ni batu yake. Abebe kwenye atabebe. Nikafika hapa 20h20. Uvira na hapa kilometri ngapi ndugu yangu? Kidogo sana. Kama barabara iko nzuri ni saa 1:30. Lakini leo saa 4, saa 5, saa 6 na tulikuwa na Land Cruiser. Mutoke saa 8. Ufika 18h si saa 4. Kutoka 18h kufika 20h si saa 2. Hapana saa 6 zile na Land Cruiser ndani ya njia. Wewe ushangai. Si mtu angelikuwa ameshafika nadhani njia za Goma. Mungu Baba wa mbinguni, utusaidie na watawala wa mwizi wote watoshi. Mwenye atataka utawala sababu anataka kuya kuiba, kwa jina la Yesu Mwokozi, Mungu umtoshi. Hatumutaki. Mungu atusaidie tupate watawala. Unaona huyu guverneur mwenye alienda, mnamjua Purusi? Kati ya guverneur wote waliingia Bukavu tangu independence. Munifuate niseme, tangu independence hakuna guverneur alifanana Purusi. Musemi pastor hapana. Angemaliza hii miaka yote hapa, hizi barabara za budongo zote zingelikuwa pave. Si ndio? Niliona siku moja ninatoka kule Labote, ninapita ile barabara ya kukuya nyuma ya katedral kushuka Atene, kukuja nikapita kule chini ya Corde la Paix, nikakuya barabara maalum inafika hapa. Yeye ni le premier. Hata alishindwa vita, mimi nampatia sisi service. Kweli alitumika. Alitumika na Mungu angelimsaidia, angemaliza nadhani budongo yote Bukavu. Mungu amubariki. Baende na baraka ile basi. Tutafanya nini? Tulifika hapa siku ya 4 usiku. Siku ya bako ananiita turudia, ulale kule, ubakie kule. Na mwenye nyumba ananiambia ubakie Burundi basi. Jua samaki yake mingi. Maana yake anasema, mimi nasema nitaenda tu.
nikafunga telefone, hakuna gutii. Mungu akisha kukuambia kitu ifanye. Na unafunga masikio hivi, wende tu. Siku ya 5 masasi zinaanza sasa. Bejeba aliniambia nibakie, mimi njoo biko wanaangalia. Sasa ninaona wanataka kuzimia, ninajiendea nje. Yo mbona naenda kunyumba nyingine. Nakuta benye biko mule bako banalia. Nasema mnyamaze hamtakufa. Bana nyamaze. Naenda. Sasa ninafika huku nakuta batu tumbo hazikamati tena. Mimi nikasema hiki ndio chenye Mungu aliniletea. Mungu atujalie neema, tuwe na ujasiri enyi watoto wa simba. Fukuza pepo ya woga, sababu Mungu anataka uwe faraja kwa watu wengine. Mashetani buna kamata mabunduki, buna kamata masasi. Kama ni depo ya watu walikuwa hamu, wao niambie. Basoda yote bana, lakini mpige makofi kwa Mungu. Mwalimu na wewe upige mikono yako. Piga nguvu. Mungu asifiwe sana. Mungu hapa mwisho wa Bukavu ni gala ya mfalme. Mseme tu amin. Kila mara ninakumbuka yale maombi ya 2003. Hii ndio tatative ya 3. Ulishawahi kuona vita ya namna hizi zenye zinafanyikaga Bukavu? Vita zinazofanyika hapa ni za ishara. Ni Mungu anaonyesha watu kama tuko chini ya ulinzi mkubwa. Kama ingelikuwa wale wavuayu wenyewe walikamataga mabunduki hapa, tungelikuwa na haba wenzetu tu. Basi basoda yetu bakatuacha. Bapolisie bakaenda. Bale benye balikuya, muwe mnakufa na mnaomba. Mungu nadhani akabambia, attention kugusa gasheti. Mwachi. Mnaweka basoda wote ni ba Mungu. Bunduki zote zikakufa. Baliingia hapa, ushukuru Mungu, tungesikia masasi ya wale watu. Si benye hatuna wakupiga lingine. Sikila nyumba wangelikuwa wanaingia ndani wanaua tu. Jua hatuna wakututetea. Lakini tukafunikwa na damu ya Yesu. Damu ya mwana kondoo. Damu ya mwana kondoo. Labda kati yao kuko Mkristo pia mwenye aliomba, na labda alishaga pita hapa. Akasema Mungu uchunge ule mji. Bunduki zote Mungu anakatala zisipigwe. Hazikupigwa. Nini? Ishara kutoka juu mbinguni. Lakini sasa bule buvuayu nabo mimi niko na waza. Bulipiga masasi kusudi tusizani kama masasi hazikukua. Masasi zilikuwa na vita ingekuwa na ingeliua watu, lakini masasi wao habukuuaga mtu. Wao ushangae. Wako wananiambia ninasikia chui. Usiende nje. Chui. Jusie bamoya walikuwa yulu na wengine liko chini. Lakini Mungu wenu mnaye muomba ni Mungu mkubwa. Ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Ninapasha tena, Yesu ni mwokozi. Yesu ni mwokozi. Au twafa au twaishi, Yesu ni mwokozi wetu. Wao shangai mtu alipotea, hakutusaidia na chochote. Na basoda yake bakaenda bote, hawakutusaidia na chochote. Lakini Jehova Bwana wa majeshi akasimama akafunika. Mungu wa mbinguni, tungali tutafanya mambo itaisha. Sasa tutapata amani, tutafanya siku ya sifa. Tutaanzaga asubuhi mpaka tunachoka, magharibi tunarudia kwetu. Mungu ataifanya. Mungu ametutetea.
Bale basoda yetu bangelipiga masasi hapa tungeliisha. Aba wengine bako na yabo bunduki special. Tungelimalizika. Lakini Jehova baba wangu, Mungu wangu, uishi tu. Ninafurahi. Wenyewe walikuwa wananiambia ubakie kule. Ningelibakia kule. Nani angelibambia hii yote ninabambia? Si leo ingelikuwa siku ya Mungu ya baridi tu. Huyo angelikuwa nisema mtuombe Mungu wa amani. Na Mungu awabariki Philadelphia. Mungu awabariki wasikilizaji wetu wote. Haleluya. Mungu abariki mji wa Bukavu. Mungu atubariki. Wote wenyewe wako ndani ya mji wa Bukavu wabarikiwe. Hatuna ubaguzi pale. Sasa Masasi ilifika siku ya Mungu. Asubuhi nikasema naenda kanisani. Na nikavalala mzuri. Bana ita wote wenyewe biko mlupango mukui. Unajua mimi nakuyaga sawa Zoruba. Mungu akisema ninasema. Mungu akinisukuma ninaenda. Katoka nyumbani. Baba bakulia banalia naenda tu. Na sama sasa nipiga ikabafunga kinywa, nikajikimbilia nikafungula mlango nikakuja. Niko na kuona masasi inapigwa. Kafika hapa. Tulikalaga pale kwenye mko ndio tulifanya ka circle ketu. Wengine walifika. Pale nikaona kanisa. Kanisa haliwezi kukosa mtu. Kusema wale habatendaga mbinguni bongo. Benye wanapita Masasi na baende kanisani. 11. Yuda tunjwa hagukuwa. 11. Maana yake wenye kutumwa. Njoo maana ya 11. Tukafanya ka circle ketu pale. Tunaanza kuomba Mungu, tunaimba, tunasifu. Na kuambia nilifurahi ile siku. Wewe kwambie tu. Biti yote rouge. Hakuna mtu si benyeji tulikuwa pale. Sasa niko na biangalia mimi niko nasikia rohoni bitajaa watu. Mungu ananiambia nitaleta uamsho mkubwa. Utaona. Na leo ninaanza kuona kama uamsho wenyewe ulishaanza. Jina la Bwana na libarikiwe. Na sitakosa kwa ule uamsho nitakuwa. Halafu tuko tunaomba bakapiga bombe moja pale. Ule bunduki budogo nikasema hii ni nyoka ya Musa. Wote mkanyamaza tangu ile saa. Hakuna kusikia tena kabunduki. Kidogo Samu alikuwa pale nje Jwana kuya sasa. Ananikichwa. Na alikuwa anafanya mnyamaze. Nini chaje kiko? Hakuna wakumuuliza nisema tuendelee. Joaoba namuuliza. Msitaki kusikia vile. Neno la Mungu tu. Na maombi yetu. Na nyimbo zetu. Saa biliisha inafika saa 4 mimi nasema saa ndio tunamalizaga ibada ya pili. Mimi namaliza. Tukafika dakika 10. Kwa dakika 10 sasa tuko tunazungumziana ndio wanasema bako pale mbele ya kanisa. Hata juu ya woga hawakujua kama balisha toka. Ilikuwa juu ya boga. Juu hawakwenda kuangalia kama bali kuweka msitari pale nikasikia. Sawa alisema vile nikafurahi. Nikasema hakuna mwenye anaweza kutuchokoza na zile bunduki zote ziko pale. Maana yake Mungu alikuwa na askari bakuye kutuchunga. Wao shangai Mungu anageuza mawe kuwa mikati. Nyamaza. Halafu tukatoka kanisani, tukaenda nyumbani, hakuna tena risasi na bule bwavu bote butishanyamaza. Naambia Wakristo mambo mawili. Mkumbuke kama wale watoto waliopiga zile silaha. Wale watoto wako chini ya laana. Zile silaha zikukua zao. Na tena wakazipiga kwa kutisha watu. Ile ni dhambi kubwa watoto wenu walifanya. Na kila mwenyewe iko na mtoto. Na mtoto wake alifanya ile. Yafaa kujua kama ule mtoto ni mlaaniwa. Alitisha wamama wenye mimba. Alitisha wazee wagonjwa. Alitisha na wenye woga. Watu walihara ile siku vibaya sana. Sana.
Wale watoto wanapaswa kuombewa. Wale watoto wafundishwa na wazazi wao, wamwamini Yesu, watubu ile dhambi na waokolewe. Ile tunjo njia. Mzazi mwenye aliweka kitu ya wizi ndani ya nyumba yake, Mkristo wa Philadelphia, na wanaonisikia kwa radio, ile nyumba iko ndani ya laana. Laana iko ndani. Mwenzako anatumika miaka na miaka, alikuwa ameshafika kusenke au kusisi, mnamrudisha kwa zero. Injili gani tunahubiri bandugu? Mji wa Bukavu, gala ya Mungu, ndio mtatoka babandi bapata vile kwenda kubomoa madepoza bapam, hata madepoza ba Kristo yetu mnabomoa, mnachoma na soko. Enyi mashetani, kwa jina la Yesu Mwokozi muokoki. Kama muokoki, Mungu atawahukumu vibaya. Kila mwizi, kila mnyanganyi, Mungu atamhukumu. Hata baba zetu wenyewe wanakuya. Mimi napata habari baliiba magari za gama. Ngapi? 3. Moja kati ya zile gari ilinunuliwa $1,104, $104,000 pamoja na kuidedwane. Kama unaona mwenzako anahangaika na kitu chake vile, wao kwetu tutakamata tunakubeba. Tukafanya fujo, kulalamika huku na kule. Mungu awabariki wote waliosaidia kwa ile process, kwa jina la Yesu Mwokozi. Gama alishajifichika. Anasema hapa anabeba magari, sina mimba atanibeba. Batu 7 ndio walikuwa kuvikamata vitu yake. Na balikuwa na baeclairer. Bale baeclairer batakufa. Wale wenye walienda mbele kwenda banaingiza wasoda ndani ya zambi watakufa. Mungu hatawaacha. Hakuna siku watafanikiwa katika maisha. Vile walinyanganyisha vitu vya watu, ndivyo vile Mungu atawanyanganya baraka. Asubuhi yake Mkristo wetu mmoja mkubwa, mimi namwambia gari za watu wetu zinaenda. Uende kuambia watu yako kama hawana haki ya kuiba. Wenyewe wanakuja kukomboa watu. Tena mnakuja kuiba watu. Watu kombowe tu basi, watu waache biishie pale. Mungu awabariki. Mungu awasaidie sababu walitubu. Mseme tu amen. Kutubu ni nini? Kama uliiba cha mtu sili kumrudisha, bali rudisha zile gari zote 3. Mungu asifiwe sana. Maana yake walitubu. Na Mungu awajalie neema watubu. Halafu muache tuishie pale. Lakini gari zote zenyewe waliiba watu. Kuna wengine wa hapa waliziiba, wanajifanya nabo ni wakombozi, lakini nabo wanaiba. Wale watu Mungu mkono wake uko juu yake. So bale bangelikamata magari za leta zote babebe, hakuna maneno hiyo. Haziko zetu hatutembeagi na hakuna chenyeze mtufanyiaga. Hakuna. Sini kushinda tu kule Nyamoma kuiba franga ya leta, njoo kazi. Basi zile njoo bangekamata, zingine zote ninawaombea Mungu awasaidie wazirudishe. Mkono wa Mungu uwe juu yao, kila sivile mwenyewe alikamata chake wamrudishie. Na nyinyi wote kila mwenyewe alikamata cha batu. Nyinyi nadhani hakuna mmoja wenu hapa. Nani alienda kuiba ile siku? Kwa nini mnacheka? Maana kama nataka kuniambia hakuna. Nione mweke mikono juu mwenyewe kuiba. Aweke mkono wake juu tuone. Mweke tu kusudi nione ule mwenyewe aliiba. Wewe mkono yako uko chini, uliiba. Bien, mshushe. Sasa nitauliza hivi. Ile ni examen ya ajabu. Nani mwenye kitu ya wizi iliingia ndani ya nyumba yake? Labda baba yako, bwana yako, au ndugu yako au mtoto wako. Akaileta, weka mkono juu. Mmoja, mwingine yuko wapi?
We, mwingine yuko wapi? Kule juu. Kule ngambo. Na mwingine hapa. Halo. Ninyi sijui kama mliiba au balibalete. Sijui. Si mtoto anaweza kuleta? Si bibi anaweza kuleta? Tuliona banamke baliiba mifuku ya farini. Iyo na mabido za mafuta. Wenyewe waliiba, wenyewe walipata vile vitu. Je, kuna mwenye kitu cha wizi kingali ndani ya nyumba yake? Mwenye kitu ya wizi ile ya piage ingali kwa nyumba yake, aweke mkono juu tuone. Pale ndio hatari na ingali basi. Utafanya nini? Rudisha ile. Kama mtu alikuletea au uliokota au ulinunua, muguse masikio niseme, au ulinunua kitu ya wizi ya mtu mwingine, hata wewe uko mwizi. Na Mungu hakubali ile. Ninyi nyote mnapaswa kurudisha ile vitu ya watu. Umrudishie mwenyewe uliiba. Mbebee umwambie mimi ndio nilikuibaka. Kama tenda kukushtaki au anakufunga kubebe. Kama unawoga, haujui kwenye bilitoka, au unajua lakini unawoga, kuja hapa kwa kanisa. Kesho biro inafunguliwa. Pastor makamu atakuwa kesho kwa biro. Mnaleta ile vitu yenu, mnavipatia bashemasi baandike majina. Washemasi watakuwa na daraka ya kuionyesha wenyewe waliibiwa. Lakini muende kwa pastor makamu ambaye yuko mzima. Mimi ni wakutunzwa tu kila siku. Atawaombea mupone. Mtume watoto wenu pia waombewe. Bamwizi yote tunabaita bakuye waombewe. Wote bamwizi wote, wale wanawake tuliona na masake za watu, wanaume wenyewe waliiba, wote wanapaswa kuombewa, laana itoki. Sababu ile vitu wenyewe walibikula ni laana. Hata watoto wanalaaniwa sababu ya wazazi wenyewe walienda kuiba. Muguse masikio niona. Munasikia au hamsikii? Ninataka nimalizie pale. Niwaambie ya kwamba Mungu anatuchunga. Na Mungu yuko pamoja nasi. Msiogope. Haya nayo yatapita. Ninasema nini? Haya nayo yatapita. Hakuna kisichopita. Si batu ya Mobutu. Si tulishaga pita na Mobutu wetu? Ni afadhali pia Mobutu kuliko haba bengine. Mungu ametusaidia, tuliona tawala zinapita. Bana tulipisha kodi, tuwape kodi. Salongo, Bukavu. Mama. Aba toto aba. Watu wanaweza kuwa na ubaya yao lakini na buku. Salongo, Bukavu. Misi kama siku ya ine batakuwa biko. Lakini kama bako, baseme Salongo ingine. Na mwenyana bakia kunyumba bampike fimbo. Kumbe Bukavu inakuwaga safi. Nilibapendea ile. Na Mungu awabariki kwa ile. Lakini kwa Masasi hapana. Barabara nilipita, niliangalia barabara safi sana. Mimi nikasema ile nitaandika kwa kitabu ya histoire. M23 na AFC bali tukamata, balifanya madhara kila mahali, lakini Bukavu habagutuua. Na kitu kizuri walifanya Bukavu ni kutengeneza barabara. Bakaisafisha. Mungu asafisha na mioyo yao iwe safi. Basi itakuwa mzuri ile. Nilikuwa nimetayarisha maneno ya kusoma, nitaisoma tu, lakini sitayahubiri.